nadhani kubwa ni kwenda kwa encourage wachezaji warudi wakiwa kwenye hali jinsi walivyoanza. Nadhani tutafanikiwa. Na kipindi cha kwanza mwalimu, nafasi nyingi mlishindwa kuzitumia, mlikrieti mechi ya knockout, haukuongea na wachezaji au ni nini kilitokea uwanjani? Kweli tumecreate nafasi nyingi na tukutumia kipindi cha kwanza. Inaweza ikatokea kwa mtu yote. Hizi ni changamoto ambazo tumeziona, kwa hiyo ni lazima tukubali kama benchi la ufundi tunakwenda kuzifanyia kazi. Kwa hiyo nadhani kwenye mchezo ujao tunaweza tukazibadilisha kutoka kwenye makosa kwa kwenye faida na tukafanikiwa. Lakini mwalimu, resources zako ni hizi, hauna silaha nyingine nje ambazo tunaweza kusema kwamba unakwenda Mbeya, uwanja mgumu, uwanja ambao raundi ya kwanza ulikuwepo kama mwalimu na uliona matokeo ambayo hayakuwa mazuri. Kwendaje Mbeya? Ni kweli tunakwenda Mbeya, ni lazima tujipange na wachezaji ndo hao tunaotegemea. Kwa hiyo siwezi kusema kama atakuja malaika au atakuja Israeli mtoa roho. Naamini hao wajizi tutakavyoongea nao, wakikamata maelekezo vizuri tutapata matokeo. Wala msihofu wana Manyara, tuwe pamoja. Sasa mechi ya marudiano ni ugenini. Hapa nyumbani umeshindwa kutoboa. Hebu tuambie, tuhakikishie imani yako na Manyara endelee kuwa na wewe katika ugeni ule. Nawahakikishia na nawafikishia salamu, waendelee kuwa so na mimi na Fountain Gate. Ni timu yao na waendelee kuwa na imani na mimi kama walivyoniamini. Haya ni matokeo kama wale wamepata, sisi tunaweza kupata. Huu ni mpira wa miguu. Yaani kidogo imekuwa afadhali kwa sababu tumekuja kucheza away na mechi kama unavyoona ilikuwa mechi ngumu. Kupata alama moja tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumepata alama na tumepata na goli moja na kwenda kuanzia nyumbani. Na nini matumaini yenu hasa na mbele ya mashabiki, mnaambia nini hasa Mbeya hapa? Mashabiki tunawaambia kwamba hatutawaangusha, tutapambana kuhakikisha tunaiacha timu yao sehemu salama kabisa, kuhakikisha tunabaki katika NBC Premier League. Fountain Gate wanasema wanakwenda kulipiza kisasi. Ni wao ndio wamesema, si hatujasema. Kwa hiyo sisi tunasikiza wao, sisi tuenda kucheza mpira. Lakini matumaini yenu ya msimu ujao? Matumaini ya msimu ujao ni kufanya vizuri, kutokuwepo kwenye hii heka za playoff kama hivi. Lakini unaangalia mlijikwaa wapi hasa ukizingatia Prisons ni timu ya karne kwa karne katika ligi ya Tanzania? Ni kwamba this is football, tulianza vibaya kama unavyoona kwenye msimu wetu wa ligi, tumekuja baadaye tumeorganize, tumeanza upya tena tukajipanga. That's why tumefikia hapa tupo wenyewe, tumefika kwenye playoff. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu raundi ya kwanza tumepata point 7 tu. Kwa hiyo mpaka hii raundi ya pili kupata point hizo 20 na kitu sio kitu chepesi. Tatizo ni nini? Tatizo ni uongozi, tatizo ni mwalimu au mmeshindwa kumuelewa? Hapana, nadhani ni football tu. Kuna muda matokeo yanagoma sometimes, kuna muda matokeo yanakubali. Naamini kwamba ni soka. Matumaini yapo. Nasema matumaini yapo kwa sababu unajua ni mchezo wa knockout. Unatakiwa kama haujashinda nyumbani basi ukashinde ugenini. Ukipata ushinde nyumbani basi kalinde ulichokipata ukiwa ugenini. Wenzetu Prison wanashangilia kwa sababu wanajua mbele yao kuna ile home ground advantage, kwa maana faida ya kucheza ukiwa nyumbani. Lakini mimi huwa naamini zaidi kwenye dakika 90, huwa naamini zaidi kwenye mpira wa miguu, kwa sababu kuna nyakati mpira wa miguu huwa unakupa majibu ambayo wewe hukuyatarajia. Kwa hiyo watu wa Babati na watu wa Manyara waamini ya kwamba mechi bado haijaisha, bado kuna dakika zingine 90 za kwenda kuzimalizia kule jijini Mbeya. Uzuri tukipata bao moja kule tumepita, ikiwa 1-1 tunakwenda kwenye penalty, tukishinda 2-1 ama ikiwa 2-2 bado pia kuna nafasi ya sisi ya kufanya vizuri, kwa sababu tutakuwa tumepata mabao mengi tukiwa ugenini. Kwa hiyo matokeo haya si mabaya sana, ni matokeo ambayo bado yana nafasi. Tungekuwa tumepoteza pengine mabao mawili, mabao matatu, tungesema mlima ni mrefu wa kupanda, lakini hii ni kama vile mechi bado haijachezwa. Sisi tunapaswa kujipanga na hata wapinzani wetu pia wanapaswa kujipanga. Jukumu pekee la watu wa Babati ni kuhakikisha wanatuombea Mungu na wanaombea dua wachezaji wao, morali iendelee kuwa juu. Tuamini bado kuna nafasi nyingine ya kuweza kuibakisha timu kwenye ligi kuu. Hebu tuchoree ramani, mkishindwa Mbeya kuna muonekano wa kubaki tena mkirudi ligi kuu daraja la kwanza kule ama ndo mchoro wa kushuka kabisa na kupotea? Kama ikitokea isivyo bahati tukashindwa kuwatoa Prison ama tukapoteza mchezo kwa mazingira yoyote kule Mbeya, bado kuna dakika zingine 180 za nyumbani na ugenini dhidi ya Stand United. Tutaanzia ugenini tarehe 3, kisha tutarudi nyumbani tarehe 7 kucheza mechi ya marejano. Kwa hiyo nafasi bado ipo, ndio maana nasema wanababati wawe na imani ya kuiona timu yao ikiwa inasalia ligi kuu, kwa maana burudani ya ligi kuu kwa msimu ujao sisi tunaamini itaendelea kuwepo hapa Babati. Kwa hiyo nataka kutuambia kwamba kwa raha haitageuka eneo la malisho? Haitogeuka na haiwezi kugeuka hivyo, kwa sababu sisi tuna imani kwamba tutasalia ligi kuu.
lakini tunaona kuna baadhi ya wachezaji wengi ambao hawana uzoefu wanatumika sana, tofauti na ilivyokuwa katika mechi nyingi zilizopita za ligi kuu kabla mjafika huko. Nini kilibadilika? Nadhani kwa ambaye amefuatilia mpira wachezaji wote ambao tumewa introduce kwa maana wale vijana kutoka timu yetu ile under 20 wameperform better. Hata ukifanya analyzation ya mchezaji mmoja mmoja unaweza ukaona kwamba hakuna mchezaji ambaye amecheza vibaya au amecheza chini ya kiwango. Kwa hiyo wakati mwingine wanasemaga age experience just a number, lakini kuna faida ya kuwa na wachezaji wenye uwezo, wenye uzoefu, lakini lazima sisi tuamini kwenye hiki ambacho tuko nacho. Kumbukeni sisi ni academy, tunatengeneza vijana kwa watacheza lini. Hii ndio nafasi yao sasa kuonyesha kwamba hata sisi tunaweza tukacheza na tukaibeba timu kwenye mazingira ambayo itakuwa inatuhitaji.